So ndo nikuje kujua Karito ni anko yangu. Ulijua? So mimi sikuwa najua. Mimi nilikuwa naona video naona Karito. Mimi alikuwa ananibamba by the way. Video zake. Zinaona zinanibamba mbaya. So mimi ni auntie yangu sizi ya dad. Kumbe amekuwa akifuatilia story ya mom. Hadi story ya title deed. Mimi hadi story mimi sikuwa najua. Juu mimi siingiangi YouTube sana. So mimi nilikuwa naona tu clips za Karito nasema kwa gako sawa. So auntie ndo nampigianga akiniuliza story ya mom venye anaendelea kiwa Eldoret. Ilikuwa November. Kamwambia mama amekuwa yuko sawa. Mashana niambia anaendelea sawa lakini nikiangalia picha naona mwili haiko sawa. Kaniambia na mamako nilianza kuona kitambo mwili yake haiko sawa. Kama ulizo ulimuonea wapi? Si kwa YouTube. Wewe kwani hujui mamako kwa Kamwambia ati YouTube. Nisijui kitu kama hiyo. Kuwa serious. Nikamwambia mimi akaniambia kuna mtu anaitwa Ngoge MC. Nikamwambia mimi naonanga mimi ni fan wa Karito by then. Akaniambia unajua Karito ni anko yako? Nikamwambia auntie hapana. Yote title deed inaitishwa watu mnanipita tu hapo Nairobi mimi hadi sijui anything. Masha anajua kitu inaendelea lakini hajai niambia anything. Kwa hivyo Masha alikuwa anajua. Kuna time Masha nikiangalia hizo video kuna time nasikia mkipigia Masha. Akipiga nini? Unajua time tulikuwa na Masha. Namuuliza hii title kwani form? Mom, Masha ananiambia tu ni mama anaitisha. Acha nimtumie nini? So after niliona hizo video ndo nikakuja kushikanisha. Leo shosho anyure auga mutithia kumucerera. Mimi kivyangu mimi niliipeleka ngo nikiwa mdogo. Tuliendanga mimi dad na mama. Nikiwa mdogo. Sijaenda tena. Hujatembea tena huko. Sasa nilikuwa nimeambia di mama. So juu ulinidanganya akiwa tu msika. So history ya title tutaenda saa hii turudishe hii title. Lakini sasa unamuona venye anaumwa. Unaona hii pain. Sasa yuko hata hizi akienda bado atakuwa comfortable. Nikamwambia tukiwa na bro. Nikamwambia bro juu sasa tulishaona hiyo video yote ya title. Nikamwambia bro tutampeleka usi. Akipona ile siku atapewa discharge. Tupeleke hii kwa shosh. Kuna cousin Saidi ya mama. Sizi ya mama. Alikuwa anakujanga kututembelea huko Nairobi. Ashainiguzia hiyo story. Kaniambia unajua shosho yako real. Shosho yako real akona shida. Na shosho yako real ana hadi nyumba, anaishingi mali na kantumia hadi picha. Lakini mimi sikuichukulia serious hivyo sana. Juu sijui anything. Sijaitembelea shosh. Haya bado mama anasema kuna shosh mwingine. So hiyo story ina confuse. Sikuwa naelewa hiyo story. Murari guku turi kwitagwo Konza tukite guku ni tondu wa kuheana nyumba citwikite cia uko cikirikirira guku ni kuria twakite nyumba iria nyingi muno cinyitanite uguo ci nyingi muno na nikuo tukire guku Wangui ni unara gwe guthaka tariwe ya maramukira nyumba igiri kurathimwo Wangui Kabereri haha we witagwo atia Nikitagwo Jane Wangetho uramukira nyumba number ndiramukira nyumba number 9 na number 10 number 9 ni ya Sarume Wairu Mbogua na number 10 ni ya Andrew Waweru Mbogua acio ni my sister na my brother, my older brother. Oh wow. Yes. Matire guku Sarume Ireland na ke Andrew America. Wow. Toka kumarugamirira tondu ni merirwo ati mangienda handu quiet moka gucera guku Kenya ri
haria matekuigua guthenio guthenio meci handu hahoreru wega ri guku konza ai magigiuka to this village. Yes, na wewe woka ni wona niguo ni kuhoreru ai ni ona ndeigwa kuinuka it is very very beautiful. Twathie through all this is not a house, it is a home. I congratulate Promito, Mr. Promito, Mr. Kagoni ni undu wa wira mwega arutite tondu uyu ni wira muthaka in a desert. Nikora gotere wikindo kiega giuma in a desert, but this is a beautiful place in a desert, and you make a desert to be a very beautiful place. We are very grateful for the houses. You know na igua gikuyu mwari githungu na kuogoma. What is your thought about Promito? Kusikia kitu nasikiza. At least you have seen the work that Promito are doing. Wamefanya kazi mzuri sana. Like hapa kuna fitting unaweza sema ni ya kawaida. It's very quality. You love the house? I love the house. Okay. Napenda sana. Me of course my favorite part ni rooftop. Sana nikae na hata mshindo nimeenda wapi. Yeah, you can get lost in these premises. Yeah, because it is so roomy. Okay. I can say it is roomy. Yeah. Wow. Yeah. No lake nake gano. It is roomy. There are so many rooms. Even in the bedrooms, the main bedrooms there are rooms. I mean there is an open space. Ugathie kwina top floor, kwina wikate kwina haha kuhurira nguo. I mean there is also a room. And of course outside is also ukaigua ngoro thayo wangu. That's so beautiful. Na white, even the color scheme ya nyumba ciothe. I mean ukaigua thayo, you know how it makes you feel. Riu twina cio wa Promito thiini wa gikaro giki hena undu agweta which is very very important wa ngui ati horo wigie uria brought you bangitwo inyu Promito ri wira wanyu thiini wa kiini ta giki niki. So rira tukire guku ri mundu uyu wari desert otogo muno na kuria kungi kuhana it was all desert. So we did the site planning okubanga orokia na uria nyumba guikara. If you notice nyumba eno o nyumba irorete kuringana na kuria tureciria ni ku drive iri access iri. So taru eno tutingiamiroririe na kuria there will be a lot of congestion. You are right. So you are in a space yake hari na view uri ari kuria arorete acia ngina marorete the side nigetha magie na view. But maybe even what I wanted to hear ni room iri kuya makenia muno mundu ni aforaga in love with one of the rooms ukauga of all the others maybe the kitchen, maybe like he has said the rooftop. Oh no arugongo to get lost there. Maybe the living area, maybe the bedroom. Which room waigwa ya gukenia muno? Niĩ ni master bedroom tondu na hena room ya kuma hau uguo nja uikare na thayo. Yeah, see there's a balcony. Yeah ukaigua gathayo kangi uri utekwenda wikate ukiaririo ni andu wiki. Yeah I like it. So this is a hybrid house. Riu tumihete touch na ku improve a few things. Hybrid tugaga ni gatagate ka standard na high end. Okay. Riu ukoya a few items ukoya mirango ukoya fittings eno ni wall master. This is a wall master. It's the top most expensive type of paint. Gakorwo ni hybrid tungikirite kitweka rough and tough. Gakorwo ni athikirwo weather guard no ino tumikirite Wall master. Wall master. Na actually tumeheanite as a discount to the customer tutiamurihirie no na the terrazos tondu na wira wa ugo no taguo tukwiraga oya ni angi makena ni marikia kugia na mucii o twiraga mwiroreri wa ngui this is the season ya guthie gwa Promito tumumere muremeweka moke gwa Promito. Okay, but I didn't meditate. How long has it taken to get nyumba? There are 10 of them. There are 10 of them. Yes. Last year but one. Toka ha tugeka groundbreaking. In fact, material kinyagia approvals. There was nothing. They didn't even know the governor. We had even to invite the governor to the ceremony. Magirena mwaka wa gukaria. Ni dokire. You remember? Yeah, I remember the governor, when the entire junior, county, everybody, and we started off to Kiabirilia the entire. Gotiari. Zero, including the areas, nothing. Even the wall was not. There was even no wall. Nothing.
ino irari desert mugunda urahitũkagĩrwo nĩ mbũri. Yes. Reke njũrie atĩrĩrĩ, tondũ they are all white and we are in the middle of a desert rĩ, nĩ gũgacenjia cihũrwo nĩ rũhuho rũgĩe na rũkũngũ ũguo Nikĩo tũmwĩkĩrĩire War Master. Now the purpose ya War Master rĩ, nĩ atĩ nyũmba ĩno even a near later ũkamĩkora ĩhana oro ũguo. Tondũ rangi wa War Master nĩ resistant kũrĩ gĩko, kũrĩ maũndũ macio mangĩ. Na nĩkĩo twamwongereire ka War Master igoro. Ũngĩthiĩ nĩ ũkuona the difference tarĩu ya War Master is almost like half a million. Wĩkĩrĩte rangi ũrĩa wa rough and tough. But we still decided kumwĩkĩra nĩgetha ĩtuĩke na resistant. Ũguo nĩ gĩikara mĩaka agamĩkora. Wow. That is good to hear that. No clean after maybe 2 years no nĩtwĩkaga brushing. Ũkogekĩra brushing na ũkamĩkĩra nginyagia kanyamũ karĩa ga gũcaina. Nyũmba ũthiĩ ũkona nĩkĩ ya caina ndiratigĩte ũguo because it is one. Oh, okay. Asante sana. Wow, thank you so much. Asante. Trust Promito. Process ya gwakĩrwo ĩkoretwo ĩhana atĩa? Gwakĩrwo mũciĩ ũyũ wanyu. Kuma hĩndĩ ĩyo twokire ground breaking tũgĩcoka tũkĩũrio ũngĩenda my sister ũcio wĩtagwo Salome nĩwe wendaga tũmũcarĩrie the nyũmba ya kona tũkĩmwĩra ũguo no agĩcoka pass the message to my brother. I think it is 2 years. It is 2 years. We're satisfied na process hiyo yothe. Na kĩrĩa mwerĩirwo karatathi-inĩ nĩkĩo kĩaumĩra in reality. Ũguo nĩguo kwaimĩra tondũ nĩ twamerire indo iria tũngĩenda cicenjio na nĩtwona cicenjetio. The windows they are good and everything has been done perfectly. Yeah. Wow, this is beautiful. Perfectly. Thank you. Asante sana. Wago Trust Promito. Onawe mwĩroreri ũririkane tũraugire mwaka ũyũ nĩ mwaka wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩaku. Kwĩ mũndũ wandĩkĩte kabuku-inĩ January arenda mwaka ũyũ ũgĩthira egire na handũ hake ha gũikara. Ndũrabatara gweterera ũcokanĩrĩrie mbeca icio ciothe rĩngĩ nĩ mirioni 10 ũretio nĩgetha ũikare nyũmba ĩrĩa wenda. By the time ũracicokanĩrĩria by the inflation you are right, you are ũgekora nĩ ũrendwo 13 million, yes. Handũ hoguo rĩ kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gũka gwa Promito Limited. You start your customer journey na kũhingũra construction account na ciringi 30 tu. That money is non-refundable. Then you sit down na Promito team umere niĩ ndĩna kĩeya hana na ndĩrenda nyũmba ĩhana ũũ no maikare rĩrĩa professionals magũcorere nyũmba ĩyo yaku. They do the BQ, they give you the costing of the house makwĩre for example ni 7 million. Then we akorwo ndũrĩ na ciothe ũkũrutwo 30%, they finance you na 70%. Then 70% yo wa finance wari karaja mundu ari hagati ukuriha o kahoro otige gwakagira kuno ta kuwa kundu kuria urakomborete ri mbeca iria urarihaga kuu ukuongerera kanyamo kanini urihage nyumba yaku ugiikara gwaku uguo. So ni njira ni gutengerio kiroto-ini giaku na ihenya uguo tore andu maguraga ati cia ithano nigetha ukendi ithatu nigetha ugakeria riu ha turagutwara direct kiroto-ini. Yes. Ukarihaga mbeca icio wa finance gwaku no ngikora wina ciothe. You just come to Promito, ni ugwikiro costing cia labor na supervision ya mwako wako. So nambere okuhura 0729 506 ukorwo wi mucii eni Lovely. tigire tuone nyumba. And congratulations. Yes. Thank you ndakugeithia murori wakwa acoke kunyita ũgeni thĩinĩ wa thabarĩ yaitũ ya mũthenya ũmũthĩ. Nĩmĩoko wakwa atĩ nĩ atĩ maũndũ maku mothe nĩ mathiĩte na mbere gũkorwo makĩgacĩra na kũndũ kũrĩa guothe ũkoretwo ũgĩthiĩ maũndũ maku mothe makoretwo marĩ o mega. Nĩ Gĩcongo gwa Karanja MC Mũmbũi wa Mbarĩ ya Marigũ. Nĩ wega ngũrikanie thabarĩ ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ andũ metagwo Promito na Promito wĩra wao nĩ gũgwakĩra. Ngĩgũtarĩrie nĩgetha ũkorwo ũkĩnyita wĩra wa Promito wega na njĩra ĩhana atĩa. Mũndũ wothe nĩ akoragwo na itanya rĩa gwaka, ĩrĩa gwaka mũciĩ, endaga gwaka mũciĩ wake, ĩrĩa endaga gwaka nginya nyũmba cia gũkomborithia, endaga gwakĩra mũciari kana kĩndũ kĩrĩa gĩothe angĩenda gwaka. Rĩu Promito makwĩraga rĩu magũteithĩrĩrie gwaka mũciĩ na njĩra ya raithi, na njĩra ya naihenya na ũhote kũrĩha o kahora.
mundu wothe wina kia arabatara gwika atia aikorwo wina kia ni arabatara niramenya nyumba urenda gwaka uthia gwa Promito wathi gwa Promito ukamera ngwenda gwaka nyumba ino warikia kumera ndenda gwaka nyumba ino mugatara thogora nao mukirana atiri nyumba iyo ri ingĩkorwo ikĩhũthĩra mbeca ciganona nginya ĩkarĩka kũringana na ũrĩa ũrenda nyũmba ĩyo hana na bithi ciothe cienda cigakorwo cihana mwarĩkia maũndũ marĩa mothe ũrenda mothe magekĩrwo mathabu meko mathabu tugakwĩrwo tũnengere 30% na ithuĩ twakwe 70%. Ici 70% ũrĩhage o kahora o kahora o kahora o kahora o kahora nginya ũkorwo ũkĩrĩkia nyũmba yaku nĩkĩ ngũtarĩrie ningĩ aikorwo iho mũgũra ndũrĩ ũrakorwo ina kia to no korwo kiuga ihindi na kia ngihota gwaka riu na Promito ni twambirie product njerũ na product ĩrĩa njerũ ĩretwo buy and build. Buy and build ni kuga ati ni wenda gwaka no ndũrĩ na kia kana rĩngĩ mbeca iria wĩna cio rĩ cingĩigana kũgũra kia riu Promito marakwĩra tũkũhingũrĩre mĩrango ũke gwitũ nĩgetha tũgũteithĩrĩrie wambie thabarĩ ya kũigira na mũciĩ waku ũgwĩka atĩa ũgũthiĩ wethe kia kĩu wenda gwaka warĩkia gũkĩona ũke gwa Promito woka gwa Promito gire Promito nĩ nyonete kia na nĩ twarĩti na mwene na akaiga gwenda mbeca ciganona na ndĩrenda gwaka nyũmba ĩno ciothe cikanyitithanio ciatuĩka ikorwo kia nĩ milioni 2 kana nyũmba ĩrenda gwaka ya milioni 8 ciothe cikanyitithanio cioka milioni 10 tugagwĩtia 30% ya milioni 10 no cio no mĩhiano ndaheana tũkambĩrĩria thabarĩ ya gũgwakĩra ũrĩhage o kahora o kahora oya thimũ ĩno 07295656 nigetha wambirie thabarĩ yaku ya ũkorwo ũkĩbanga na ndambe ndĩrakũnengera nĩ ya gwĩka atĩa nigetha ũnyitanie hamwe na ithuĩ ũrabatara kũhingũra kĩndũ gĩtagwo construction account. Construction account nĩ njĩra ĩmwe ya gũkũnyitania Promito o ta ũrĩa guothe twĩragwo twĩyandĩkithie ibuku-inĩ rĩa muoyo o kũrĩa guothe njĩra yaku ya kũnyitana na ithuĩ nĩ kũhingũra construction account. Wahingũra construction account menye nĩ watuĩka witũ na nĩ tũkwambĩrĩria thabarĩ ya gũtwara hamwe nawe na thabarĩ gaku wa gũtirĩa nĩ wakorwo ũkĩgĩa na mũciĩ 07295656 nigetha ũhingũre construction account wambĩrĩrie thabarĩ na tũke twambie gũgwakĩra na maũndũ maku mothe nĩ megũkorwo makĩrũmbũiyo na njĩra njega na nĩ njũĩ nawe nĩ ũgũkorwo ũkĩona wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩrutwo nĩ Promito na nĩ njũĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩ-appreciate na nowe mwaka ũyũ nĩ tũgũka gwaku nĩgetha tũkũnengere mũciĩ na njĩra ĩyo. CEO wa Promito twĩnake thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mr. Jimmy Kagoni twĩnake thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Hi Jimmy. ndatheka nĩ ũrĩa ũratarĩria construction account ndaiga atĩ wandiĩ ndamecirio gate no ngĩkũnjitithĩria tarĩ ibuku rĩa muoyo tondũ rĩu no nginya wĩyandĩkithie angĩkorwo ibuku-inĩ rĩa muoyo nĩ ũreyandĩkithia rĩ nĩ gwa Promito angĩkorwo nginya kanitha-inĩ nĩ mareka register rĩ it is everywhere nĩ wega mũndũ gwĩka register nĩgetha tũmenye wĩ witũ na njĩra ĩmwe ya mũndũ kũmenya ũhoro ũcio nĩ serious nĩ kũhingũra construction account. True, that's for sure. Na nĩ njũĩ andũ nĩ mambĩtie gũkorwo na no tũgũthiĩ na mbere tũkĩmataragĩria nyingĩ mũno by the way na ngũrehere ngeithi nyingĩ mũno by the way cia customers aingĩ aitũ especially kiumia-inĩ gĩkĩ aingĩ mũno manjĩrĩte ndakuona njoke ngũgeithie rĩu ndatigire kũheanaga mũno o mũndũ tondũ nĩ mwarehaga thĩna ndarehe ngeithi no ndĩna andũ aingĩ mũno manjĩrĩte ngũgeithie kanja ũgeithie ngũge mũno ona mũthĩ he mwe tũkwaragia nake anjĩra ũmũgeithie ngũge mũno ngĩkũrehere ngeithi na cia andũ arĩa tũrutaga nao wĩra kũrĩa kwa Promito customers aitũ acio project managers aitũ na arĩa angĩ ngũrehere ngeithi rĩu tũtirakĩambĩrĩria handover. Yes, Saturday twatindire kũrĩa gũgwĩtwo Konza andũ aingĩ nĩ mũĩ Konza nĩ Makueni Konza nĩ Makueni although ĩkuhĩrĩirie Machakos yes gũkĩra Makueni but it's around 67 kilometers kuma Nairobi zone 67 kilometers kuma Nairobi na kũu twakaga rĩ nĩ thĩinĩ wa buffer zone. Buffer zone nĩ kuga atĩ buffer zone nĩ kuga atĩrĩrĩ the Konza city ĩrĩ harĩa thĩinĩ then andũ arĩa othe maraka gũkũ ũguo rĩ nĩ buffer zone that means is a controlled area. Okay. Wengi andũ angĩ nao maikaraga UK
ndiukano komagwetaritwo na macokanĩire magũrĩte mũgũnda mũnene mũno hau marenda no twambĩrĩrie kũmakĩra. Then there is another group from Australia. Okay. So soon and very soon ndĩrageria gũkwĩra atĩrĩrĩ kũu tũrakaga it will almost be like a city. Andũ arĩa othe tũgũkorwo tũgĩakĩra manyũmba kũu rĩ to be like a city. Ndiĩ wonire nyũmba icio ihana atĩa? Ciarĩ nyũmba thaka mũno na ngwĩciria nyũmba tũheanĩte nyũmba 11 by the way, handover one after another, one after mwaka wetu turakiugire no mahandover ona kiumia gĩkĩ no tũrathiĩ handover oro ĩngĩ na almost na gwiraga nĩ nyingĩ mũno twekaga handover na tũtokaga haha tondũ tutingi ngako no promito daily kana almost on weekly basis tũgĩtũraga nja nigetha tuĩke atĩ nĩ tũronania handover gũkũ gatagatĩ-inĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno tũhandagĩra over one after another and we are very happy on ithuĩ kũpartner na andũ acio othe tũpartinĩte nao na andũ arĩa othe matwĩhokeire mĩako yao. Ningĩ rĩu ona feedback yo tũreceivaga ya kũigua atĩ kwĩ mũndũ ũrakena mũno kũigua atĩrĩrĩ ũrabatara gwetha 30% tondu gwetha milioni 5 ti kuhuthu gwetha milioni 10 ti kuhuthu no ngirwo ni mundu ona nyumba ya milioni 3 ti nini no twikite wiritwo ni mundu thie wethe milioni oro imwe nie na ni ngugwethera igiri icio igiri uri hagio kahorari na ngunengere macabiri is not easy. That is one. Number 2 ni ati andu amwe arĩa nao manjirite ngugeithie muno ri ni nyumba ĩrĩa itu twitaga Royal Heights Sukari. By the way, erori tumemenya ni tuna nyumba ĩtagwo Royal Heights harĩa nĩ toci ni amonagia Royal Heights ndiye kana toci ni akoretwo akimonia Royal Heights na tuthiĩte muno turenda kũmĩrĩkĩrĩria mwaka ũyũ ene maingĩre ni ndi ndona kũndũ mũndũ arerwo ingĩra nyumba ĩno ũrĩ hage wĩkuo nĩ yaku ndĩrigitharagia probitora kiko araba kuoya mũrigo no ũraũrĩa urehage okahora bauru no kahora toto toshidara jetieri kategori yake ya deposit ya 30% ndio tujari ati wikara gicoka akuru ku taru 30% ni kuhanda ithigi Ndaraambia kunirwo miti icio ingĩ uri hage uri kugi arĩa kahora Provito era kihiko iwe guthiaga rari oro kahora na ni turakugurira mugunda na tukagwakira na nĩ ndaigua wa merohoro wa buy and build atĩ turakugurira mugunda na tukagwakira. Can you imagine ati ugathie wona wahingũra construction account gwitũ ri no cagũre nyũmba ĩrĩa ũrenda ri ũthie tuonie mugunda ũrĩa ũrenda kũgũra ithuĩ mugunda ũcio tukugurire ũtwĩra mugunda ũyũ nĩ twarĩtie na mwene etagwo Jimmy kana etagwo Tosh na mugunda ũyũ aratũiguanĩire nake nĩ kũnyenderia milioni 2 ithuĩ tukugurire mugunda ũcio na tucoke tugwakire na tukunengera macabi rĩu ĩyo nayo kĩhiko-inĩ nayo nĩ kĩ ĩyo kĩhiko-inĩ rĩ nĩ ta gwetherwo nĩ kwenda ikibethagĩrwo ukanyitĩrwo na ũkarehero na ũgatwarwo harĩ buri buy and build nĩ gwetherwo ndĩrĩ kwega tũrĩ kaongerera mbembe kagwa tingĩhera kanĩra no ũrĩa ũratheka nĩ tokoĩ ngwenda gũkũrehagira ngeithi cia andũ a Provito na ngũra ithuĩ tũrĩ okuo wega no tũrakĩra andũ na mũndũ no acagũre mbica nyũmba ici ciothe andũ monaga haha no ũcagũre ĩmwe. Kũrĩ mũndũ ũramakire mũno nĩ tondũ wa nyũmba ĩrĩa Tosh aramonagia ya mũthuri ũrĩa mũrata witũ wĩtagwo Jack Collins
ate nä yakirwo na ĩkĩambata ũrĩa waugire twamarehire tũkĩmonio haha ndendo teno na he handũ hau tworirie atĩrĩ kana we nĩ ũkwenda swimming pool ndendo matirwo atĩ nyũmba no wakĩona yaku ĩkĩre swimming pool igũrũ rĩu ĩna swimming pool nginyagia igũrũ hau twĩkĩrĩte maĩ ma gwaka rĩ nĩho swimming pool ĩgũkorwo na in the next 1.5 months or so nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩthiĩ kuo rĩu twarie ũhoro wa kũrekereria nyũmba ĩyo tũkĩmũhandĩra over na mamu wao nĩ akoretwo atekũigua wega nĩ tũkwenda kũmũhe mahoya maitũ tondũ mamu wao nĩ akoretwo atekũigua wega akoretwo thibitarĩ na arĩ thibitarĩ so pole sana nĩ njũĩ no tũgũkĩrũmĩra tũgũthiĩ kũmũcerera arĩ gũkũ in fact nĩ aranĩmio nĩ gũcoka kũrĩa arutaga wĩra kũrĩa Ngeretha ambe take care ya mamu wao tondũ rĩu ndũĩ family comes first mũciari wa mũndũ rĩ nĩ wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ tondũ rĩu nĩwe wagĩthĩnire nĩgetha ũkĩoneke so mũciari nĩ wa bata mũno nĩ kũrikana aigire ona nĩ atĩririe ndege the same day yes atĩririe ndege nĩgetha atike ya mamu wao which is a big concern na tũkũmũhoera akĩgĩe na quick recovery na hone na ihenya tondũ no igwa rĩu agĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩ kũrĩa arutaga wĩra akĩruta wĩra nĩgetha ahote gũtũrĩha nyũmba ĩno ahote kũruta wĩra tondũ nĩ tũtirakena kũmuona gũkũ nĩ tũikaraga mahoya-inĩ nĩgetha tũmoyagĩra muone wega nĩgetha mote kũrĩha mathirĩ marĩa mwĩnamo nĩgetha ona ithuĩ tũkĩone gĩa kũrĩa yes that's for sure so nĩ ngwenda wa mbere nĩ ngũcokeria ngatho ũguo rĩngĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka kũrĩa Konza na gwĩtĩkĩra tũrute wĩra ũcio twarutĩra wa gwĩka handover one after the other na rĩu nyũmba icio cikĩrĩ nene na tũgũkorwo tũkĩambĩrĩria nginyagia phase 2 na ũtoguo ũrakĩgweta mũndũ kwenda buy and build ĩyo ya gwetherwo arĩ karibu mũno andũ na ũrĩa ũkwenda nake ihinda rĩa kũhingũra construction account nĩ rĩrĩ ndũgeterere atĩ ugie o hĩndĩ angĩkorwo kwanza nĩ ũhũthagĩrĩria mũno ukauga nĩ ndĩreciria ũmenyage you are losing very precious time ihinda rĩa kũhingũra construction account nĩ rĩrĩ nayo oro na rĩu tũkĩhandĩra over nĩ arĩa amwe mahingũrire last year but one na ngwĩra atĩ andũ aingĩ mokire gwitũ tũmakĩre mokire na mbeca ona icio 30% mokire nacio kuona mũndũ ahingũre wambagia gũsave mbeca ciaku ambĩrĩria na 10,000 na wambĩrĩria ngĩria discipline iyo ona ndũmenyaga kũrĩa mbeca ici ingĩcoka gũka so if you are able to do it as fast as possible ambĩrĩria but open a construction account today angĩkorwo ndũrĩ na construction account kana nĩ kĩ arĩ ũtarĩ kana nĩ kĩ rĩu menyagĩrio na nĩ ũbangaga gũgaka rĩu nĩ kinya rĩmwe mbere nĩgetha ũkorwo ũkĩambĩrĩria tũtikĩrĩ season ya Valentine ndo akĩona rendi nĩcio cihũire ithuĩ mathiaga nĩ akenu aya ũyũ korana njĩra ya mũndũ nake yanyitana arĩa ũndũ ũĩ arĩa ũndũ ũĩ kora ũrigĩre atema ũyũ yahuie bado wakere so bado ni baigi muno that's for sure yes tunageni matucerera guku ngwenda gũkũ introduce kũrĩa na kĩana akao nĩ mekwĩgweta na nĩ ngwenda gũkũ introduce officially macoke makĩgwete mekwĩra no aya nĩ andũ aitũ ũcio na nĩ agũkwĩra rĩtwa rĩake rĩ tagwo Wachira no etagwo Macharia okay nĩ both of them grandsons ya mũndũ gwĩtwo Mama Karito sons a mũndũ gwĩtwo Madam Wairimu na no iguire mũndũ gwĩtwo itha Wachira ũyũ nĩwe Wachira nĩwe Macha no nĩ megũkĩ introduce wega ndikwenda gũkũ introduce me haha ngwenda mekũ introduce wega ngwenda gũkũhe background ndũgakĩrigwo nĩ ageni arĩkũ nĩ ũrĩa mũndũ gwĩtwo rĩu nyina Wachira oigaga kaũndũ gothe tũngĩbanga rĩ twĩre Wachira okay tondũ kũrĩa thibitarĩ rĩngĩ no atũremwo nĩ gũkĩiga tũbeca na hota thĩna ũthatu no reke nĩ moĩ kwĩyaria Wachira ndũngĩtũgeithie nĩ hotaga kwaria Gĩkũyũ taria kiu kinini ũĩ njĩtagwo Anthony Wachira Kariuki wa Kariuki
na Sara Waithira Njagi. Kana Wairimu. Wow, twina ndungata ingi ya mwathani ha. Ndari kuneona kana maundu maingi. Tugeithie. Njitagwo Gideon Macharia Kariuki. Ni mwana wa Wairimu kana Sara Waithira na Griselio Kariuki. Yes. Oh wow, ndio ndamamenya riu. Griselio ni ithe wa Cira. By the way, ni tuganite na baba wanyu several times. Na tukaragia nake uguo na ni twarangagia nake 1 2 3. Uguo ni muthuri tukio. Ni andu ritaratunganite nao ni aya Jimmy. Aya ni mundu gwitwo wa Cira, ni iguaga ithe wa Cira akigweta na Wairimu akigweta. Na mundu gwitwo ona rimwe akaritwo na Kimagweta. These are the two sons. Na riu currently just a small background. Mundu gwitwo Wairimu ri tukumwita uguo ona akauti mundu nda mamu awetwo na ritwa no nigetha tu understand na ithuothe. Mundu gwitwo Wairimu ni ndakoretwo akigwa wega. Na Wairimu ni ahurire thimu. Ndakuheire karugano kau ni ahurire thimu. Ni turaikarite kahinda kana muno tuterigita kwaria. No ni ahurire thimu akinjira ni aiguira uru mwiri na akinjira uria hana. Na niyo ndakuhurire thimu ngikwira tuthi tukone Wairimu kuria thibitari tukione uria kihana na what is the challenge. Ungiririkana ni undu wa kuririkania mundu hiyo takioire na haria kaberere Wairimu ni atwirite ndakoretwo akigwa wega mwiri ona kwi hindi twabangaga uria guka Nairobi oke athondekerwo kuo. Unfortunately mwiri ni wa muhanyukirie so ni ambiriria githondekerwo kuria gwitagwo Eldoret teaching and referral. Riu atanacoka guka wi transfer guku ndagweta uguo nigetha riri party iri itoiri mundu gwitwo Macana wa Cira riu moerere to nie njui kurwara gwake na haria mbere guku kungiritiga haha arahurire thimu ri ndiamenyete tukoro ithuothe tu on the same screen. Na ukigweta uguo nigetha ni undu wa mundu hiu tagikorwo aki waya wihia nigetha ukiigwe background ya murimu ikoretwo hana atia gatigakioneke ati no karugendo kambiririo ro riu tondu rimwe murimu no ukorwo very very draining. So indi no ndagwitaga ri ndagwitaga nigetha tuthi tukone Wairimu na ni wekire wega muno tondu wokire na tugithii na tukiona Wairimu na twikora ndakigwa wega mwiri no nakoro ni arathondekwo. Riu ingienda mundu gwitwo wa Cira na Macha akurutie riu kuma hau uri okire mamu wao akiambiriria guthondekerwo guku Keirifaro twambiririe hau tondu niwe wina karugano karia beta kuma hau. Ona wa Cira we no ari githoi na o uri kwata mutukania ri we wambirie kuona mamu wanyu ni ambiririe kurwara ri wambiririe kuona my mother tiari ndi moi. So my mom, she has been sick for a while. Alianza kugonjeka from since 2014. Ndo one of his breast, the left side, ilianza kuswell. Ikaanza kuwa na vitu ndani. So hapo ndo hiyo time ugonjwa sasa ya kansa iko imeenea sana. So hapo ndo tulianza saa matibabu. Juu mimi ndo nilikuwa nakaa naye, mimi ndo first born kwetu. So mimi ndo nimekuwa nikikaa naye story na ugonjwa. So hiyo time 2014 after tuliona matiti ikaanza kukua kubwa. Naenda kikua kubwa ina swell, ikaanza saa kutoboka, ndio saa tukaanza kufanya biopsy. Biopsy ni kwenda clinic, inatolewa, inaenda inapimwa. Tukafanya hospitali kama 4 huko Nairobi. Mata, Nairobi Hospital, Texas na Kenyatta. Wakafanya biopsy, wakasema kuna cancer lakini haijaenea sana. Lakini ni kind of type of special cancer inaitwa phylloid tumor. So hapo tukaambiwa tuanze matibabu. Tukatoka hapo tukaenda Kijabe Hospital, tukatumwa Kijabe, kulikuwa na specialist wa kuangalia hizo mabiopsy. Tukaenda huko tena akaambiwa fanywe biopsy. Kuangaliwa ikasemekana yes ni cancer lakini itashughulikiwa juu ni matiti moja. So Kijabe wakasema watamfanyia operation. So tukafanya hiyo time financially bado hatukuwa sawa, tukafanya karambe kidogo, akaenda katibiwa na akatoka kukuja akafanyiwa hizo radiotherapy, akaendelea akiwa sawa. But the more tunaendelea tukikaa ikaanza kukuja kwa hii matiti nyingine side ya right. Ikaanza sasa ina grow na kuwa kubwa, tukienda hosi
wanajaribu kupima, wanasema iko inafaa kuja hii side nyingine, mbona imekaa hii side. Wakaanza sasa tena matibabu tena upya, biopsy. Lakini sasa hiyo time tumeenda hospitali mara ya pili, sasa mama amepatikana na ugonjwa bado zingine. Amepatikana na ugonjwa wa diabetic type 2 na pressure. So ikabidi sasa anatibiwa ugonjwa juu. Sasa diabetic ikiingia, si diabetic yake ilikuwa ile ya kujidunga shindano. Kikakaa unajidunga. So mama akashtuka, hizo ugonjwa zote zimetoka wapi? So hapo sasa tukaanza sasa matibabu tena. Lakini mama alikuwa na sasa ni ile ndio isemaje? Ile anaona ni kama tunamsumbua, yani kipesa, yani anaona ni kama familia anaona ni kama anatusumbua kwenda OC kila saa, clinic hadi zingine anakosa kuenda juu ya do. Anaona tu akae. So tukaendelea hivyo sasa ikafika hii 2024 akalemewa. Sasa hiyo ugonjwa sasa ikakuja tena. Matiti ikaanza kuswell, ikaanza kutoa uzaa. Tukamleta huku KU na kushindwa kupumua. Yote alikuwa anashindwa kupumua. Mimi bado ndo niko na yeye, nikampeleka mother and child hapo Isili, akatibiwa, wakaona hiyo ugonjwa wake ni serious, wakatuma referral, ndo nikamleta KU. KU akatibiwa, akakuwa sawa. Lakini wakasema hiyo matiti inafaa clinic. So mom na dad kuna venye walikuwa wanasumbuana, wanavurugana tu. I think ni hiyo mambo ya OC. Dada anaona kuna venye tu wanasumbuana. So familia hazikozani hapo kama hizo. So mama kaamua, juu tulikuwa tunakaa naye huko, akaamua kushift aende kwa dad huko Eldoret. Dada anakaa Eldoret. So after alitoka OC hata hakurecover sana, akasema anaenda huko kwa dad. Tukamwambia akae juu hajarecover, akasema hapana, mimi lazima niende. So ndo akaenda hiyo side. So si tukabaki huku tukakaa, mimi na ndugu yangu watatu, huyu Masha na mwingine last born. Tukakaa, mama akakaa huko, kendele tunasikia tu wanavurugana. Ikafika mahali sasa mama akagonjeka zaidi. Mimi niko huku naendelea na kazi zangu. Lakini si communicate, anakiniitisha do ya kukula. Hivyo akihitaji kitu ananipigia. So ilifika mahali akagonjeka akiwa huko Eldoret, ile serious. Matiti sasa imetoboka, sasa inatoa damu. Masha alikuwa ameenda Eldoret kwa dad. So ikakuwa hize, nikapigia Masha nikamwambia mam asikii vizuri. Kwanza ni maneiba ndo alinipigia, wenyewe walikuwa naishi karibu na mama. Kaniambia mama yako ni mgonjwa sana na hii matiti imetoboka, inatoa damu, anafaa kwenda hospitali na hadi haizi tembea. So nikapigia Masha nikamwambia mam amegonjeka na unafaa uende huko. Na Masha alienda Eldoret, akaona yenyewe mama amegonjeka, wakamchukua wakampeleka hospitali technical, hiyo referral Moi technical. So tukakuwa tunawasiliana hapo na Masha na mam. Sasa mama kaendelea kutibiwa, ile matiti ikatolewa. Lakini sasa shida ilikuwa tumbo ilikuwa inamuuma sana. Anaumwa na tumbo sana. So mimi siwezi enda kumuona juu mimi kazi nafanya na Uber. Lazima niingie, nisipoingia sitapata food. Na lazima nilipe loan. So ikakuwa challenge. Nikamwambia Masha nikiamua tu kukuja kila kitu juu huku lazima nilipe hao bro. Nikamwambia Masha itabidi umeng'ang'ana. Mimi ndakuwa na kutumia kitu napata. Do ya SHA nikamtumia zingine akalipa. Na ikiendelea hivyo mam, tulikuwa nawasiliana na Masha daily, namuuliza mama anaendeleaje? Niambia kupoa. So ikafika, ilikuwa last year after ametolewa matiti, date ya pili sasa. Ya pili side ya right. Ametolewa Moi Eldoret. Akiwa Eldoret. Okay. Akatolewa, bado anatibiwa huko. Masha akanipigia akaniambia mama amekaa huku sana na ametibiwa, anahitaji kukuja huku home. Nikamwambia amepona, kama amepona iko sawa, unaweza mleta. So date 25 last year Masha akamleta asubuhi. Kanipigia simu akaniambia mama anamleta. Masha akakuja na yeye. Alikuwa anasema amedischargiwa Moi. So after kuletwa, mimi kwenda kumchukua, nikaangalia mama nikaona huyu hayuko sawa. Huyu haizi tembea, anaumwa.
Kasema juu sasa ndo umemleta na sijui hadi historia yake juu mimi sijakuwa naye Moi. Tuende kwanza tumpeleke kwa nyumba ni muobserve hiyo siku. So tukaenda naye kwa nyumba. Anasikia kukula lakini akikula anatapika na kuumwa na tumbo halali. Usiku yote unashinda anakuambia nisugue huku. Yaani inakuwa ni noma hadi hata huwezi fanya kazi. So asubuhi yake tukiwa na ndugu yangu, huyu after alimleta alirudi LD juu ya kazi huko. Kwani huyu alikuwa ameanza kufanya kazi Eldoret? Walikuwa na hizi na dad? Alikuwa anakaa huko akaitwa na dad huko. Okay. Tukiwa na yeye huku tu. Ite mama kwa huku. Mama hiyo time mama kwa Eldoret akaita Masha. Masha akaenda akaingia kazi, sijui ni kazi gani. Okay. So after Masha alirudi sasa tumebaki na mama. Tukakaa na mama. Juu sasa mimi nilikuwa naenda kazi na mwacha na bro yangu mdogo. Pia brother yangu anafanya Uber lakini sasa imebidi amesimama juu angalia mama kuna mtu anaweza shinda naye kwa nyumba. Na lazima mimi niingie job. Juu nisipoingia hakuna kitu itakuliwa. So kaka bro ananiambia hii ni noma. Juu mama anaumwa. Yaani anashinda kiumo siku mzima na usiku. Na sisi hatuna doni. Nikamwambia bro itabidi tu tumempeleka usiku hiyo. Lakini mama hakuwa anataka. Juu ameishi usi anasikia mwili yake bado kulala kwa kitanda. Hiyo mgongo amefura huku, miguu alikuwa amefura na mkono. So nikabidi nimpeleke KU. Kumpeleka KU akaadmitiwa. Lakini before alazwe tukaambiwa anahitaji admission ya 20,000. Kaambia ndugu yangu, tulikuwa na ndugu yangu mdogo. Nikamwambia juu sasa tuwezi pata 20, turudi kwanza home. Tujue venye tutatafuta do, alafu tutamrudisha OC. So tulirudi naye, lakini hiyo pain nikamwambia bro itabidi tumempeleka Equity Afya. At least hiyo pain wajaribu kurelieve hiyo pain. Tukampeleka Equity Afya, wakamtibu. Wakasema hata tukirelieve pain, hiyo mwili yake haiko sawa kabisa. Mnafahamu akatuandikia referral. Huyo mfanye mnamrudisha nyumbani, mnafahamu ampeleka OC. So si hatukuambia situation yetu ya pesa. So si tulirudi tu home. Hata dada hamkumwambia mnahitaji 20,000? Sasa after nimemrudisha home, mi napigia nganti, sisi tu mama. Nampigia na mwambia situation venye iko na tunahitaji pesa na sisi tumeambiwa lazima mama admitiwe na pesa. So ananiambia ngoja apigie dad. Anapiga simu. Anasema do itatumwa, haitumangu. Sasa mimi naona unajua sana naona venye mama si ndo tunaumia. Jumam lazima anavaa pampers. Ndugu yangu mdogo ndo anajaribu kumchange lakini pia juu ifai anasikia bado. Lakini juu tuna otherwise inabi. Auntie akaniambia wewe ngoja tu pesa kama atatuma ni sawa lakini unaweza tafuta mahali pengine. So kuna food me ubeba job contract ya chakula na bebanga chakula daily. Natoa Don Home napeleka airport ya mtu ya kuuza. So huyo ndo nilimpata juu tumekuwa na yeye kwa job, kwa relationship. Nikaenda nikamwelezea situation ya mama, akanikopesha hiyo do. Hiyo same day alinipatia nikapeleka mama OC KU. Kalipa, akaadmitiwa. Jumili yake ilikuwa weak hadi huko mashindano amedungwa hadi mishipa zimeisha. Wakasema lazima ikuwe CVC. Huku ya kudungwa ya kuwekwa chakula na dawa juu kwa anakula. Akikula anatapika kila kitu. Na hiyo kuumwa na tumbo. So after nililipa mama akaadmitiwa. Akaendelea sasa kutibiwa. So juu hawakuwa na any information about hospital yenye ametoka kutibiwa. Wakiniuliza mimi sasa sijui vitu mingi sana. Kiulizo kama amefanywa radiotherapy after alitolewa matiti mimi sijui. So wakaniambia itabidi wameanza upya ndio wajue shida ya mama ni nini. Hakuna document Machari alikuja nazo kutoka Moi? Machari kuja na documents lakini zilikuwa shallow sana. Daktari alikuwa anasema hizi bado. Okay. So kaambia haina shida itabidi tu muanze kama mnaona juu walikuwa wanasema ni ngumu kutibu kitu hawajui ni nini. Tumbo hawajui ni nini iko ndani. Anaumwa hata hawajui kama ni tumbo ama ni. So mimi nikamwambia haina shida nyinyi anzeni test. So akaanza test. Wakamtibu wakapata alikuwa na shida ya figo. Figo ilikuwa imeanza kugonjeka, hakuwa anakunywa maji mingi na chakula bado mwili yake ilikuwa weak kabisa.
Wakaanza sasa kumshughulikia na sasa miguu juu hawezi tembea sasa kabisa. Kaendelea kumtibu. Ikasemekana juu sasa ndani ya tumbo anaumwa na tumbo sana. Wamejaribu kutibu hiyo tumbo lakini hawajui ni nini. Kuna kitu ikasemekana lazima afanywe PET scan. After walifollow story yake hiyo ya cancer na kutolewa matiti. Wakasema wanaweza shuku cancer imespread mahali pengine. Lazima wafanye PET scan ndio wajue shida ni gani. Mimi nikamwambia haina shida, itabidi mmefanya. Nikaenda sasa, nilienda nikaongea na daktari juu alikuwa anaitisha do ya PET scan 55,000. Mimi nikamwambia hiyo mimi kupata hiyo ni noma. Wakasema tutajaribu tukuandikie juu shida ya mama. Walikuwa wanaona mama amekuwa na shida hiyo ugonjwa, wanashuku ni cancer imespread juu ya matiti mbili hivyo venye ametolewa. Wakaniandikia barua, wakaniambia nipeleke huko kwa PET scan. Kaangalia hizo makaratasi za mama. Wakasema huyu lazima afanywe PET scan. Hii SHA itasimamia. Wakasema wataandika kwa SHA barua wasimamie hiyo PET scan. Na mama kashughulikiwa. After 1 week akaenda PET scan na ikatokea. Nikapeleka results. Results ikasema amefura ndani ya pelvis. Kuna uvimbe hapo ndani. Na hiyo uvimbe ni hiyo cancer ili spread. Sasa imekuja imegrow hapo kwa pelvis na imegrow ikapush vitu zingine. Imepush colon kidogo ikijaribu kutafuta space na gallbladder. Na sasa hiyo itabidi amehitaji matibabu zingine, lakini sasa hivi venye ako weak sana mwili, hawezi jaribu kumtibu ati kufanya surgery ama kufanya kitu yote ama radiotherapy. So lazima kwanza juu sasa yako sawa, lazima dischargiwe, aende recover, alafu warudi wamtibu. Sasa hiyo kama wataitoa yote, hiyo part yote ya uzazi ama watatoa hiyo part hiyo cancer, hiyo part imefura. So wakasema watamdischarge. Kwanza aende akule, arudishe mwili, juu mwili ilikuwa chini hadi damu ilikuwa iko chini. Bado alikuwa na bleed. Bado walisema alikuwa na fibroids bado. Lakini fibroids walizishughulikia zikatulia juu alikuwa na bleed. Alikuwa anapoteza damu. So after PET scan madaktari wakasema sasa anaweza dischargiwa, aende nyumbani atibiwe polepole, alafu atakuwa anakuja clinic lazima. Alafu bado kwa kifua hii side yenye alikuwa ametolewa matiti ya kwanza, waliona bado kuna two particles to cancer tudogo tumebaki hii side. So hiyo lazima afanyiwe radiotherapy. Na hiyo radiotherapy haizi fanyiwa akiwa na hiyo state yenye yuko ya mwili. Juu yuko sawa. Na wanaweza amua wafanye, lakini wakiamua kufanya lazima ataingizwa kwa ICU. Na ICU lazima mtu adeposit 150,000. So mimi nikamwambia saa hii acha kwanza atoke, arikave juu hiyo do ya ICU siwezi pata saa hii. Kwanza atoke, akisha recover sasa anaweza rudi endelee na matibabu. Hau niho tukinyete. Jimino akigwa. Maybe kiuria ni atiriri mundu gwitwo macharia. Guku Nairobi ri kuria muikaraga ri ni kwanyue kana ni gwa gukombora mukomboraga? Mukomboa tunakomboaga. Okay. Mutiri kwanyu. Bado na rent lakini bado pande ya ni expensive. Zingine sisi ati kazi tuko nayo ati fluent. Kazi ni leo unaweza pata, kesho unaweza kosa. So pia sisi inafanya na kuwa ngumu juu bado tuna struggle na mama na bado pia sisi tuna struggle kisisi. Ni kama saa hii bill iko, kuna bill hiyo ya mother ya kutoka ndio discharge. So binisi tunajaribu venye yani pia yeye atatoka usi. Hivi sasa hatuwezi toka kama tujaomba support yeye. Sisi tunataka support. Kwina hindi turika kwaria na your dad na ni agutuhurira thimu na akiuga hena biru arihite. Is it true? Are you aware of that? I think ni Eldoret. Oh, ni Eldoret. Yes. Alikuwa amelipa. Alikuwa amelipa bili ya kwanza. Okay. Ya kwanza. We Wachira before Jimmy Ogireri, do you talk with your dad?
Of late we've not been communicated. Tujakuwa tukicommunicate, ile nimekuwa nikitumia auntie kucommunicate. Okay. Lakini kukosa kucommunicate yetu si haiko hivyo serious sana. Juu tulikosania tu hii ugonjwa ya mama. Juu sasa hiyo 2024 dada alikuwa amevisit home. Alikuwa amesema amepewa leave. So alikam hiyo time ndo mama nakwambia alikuwa msick. Ile serious. Juu I think hizi particles zilikuwa hapa ndo zilikuwa zinamuaffect kwa kifua, juu alikuwa anashindwa kupumua. So mama dada akakuja, alikuwa leave. Juu tulikuwa nakaa sisi wote. Tumeishi sisi wote all along tangu hakuna mtu amehama, tumeishi tu kwa nyumba moja sisi wote. So dada akakam leave. Mimi niko kazi zangu za Uber, naamka naenda job. Mama anaumwa usiku na mchana. Dada ako kwa hiyo nyumba. Naenda kazi narudi, mama anaumwa. Sema mimi naumwa na msikubali nikufie kwa nyumba. Ikaendelea hivyo for a week. Dadi yuko, mimi nimesema wacha ninyamaze kwanza. Juu sasa yeye amekuja, wacha sasa nione. Juu mimi nimeishi na mimi ndo nimekuwa nikishughulika mama hospitali tangu 2014. So nikakaa naona hata shughuliki. So ilifika mahali mama kalemewa. Nikaamka nikamwambia yeye, unawezaje kaa kwa nyumba na mama anaumwa hapa usiku na mchana, mtu anaumwa. Anasema anaumwa uwezi anasema peleke hosi, unasema una pesa ya kumpeleka hosi aje. So saa hii kuanzia saa hii kila mtu atatoka tunapeleka mama hospitali. Na hapo sasa ndo bifi yetu ilianzia. Tukachukua mama tukaenda hosi, kufika KU. After mama ameadmitiwa, juu pia hiyo time tunalipanga deposit. Dada akaambiwa kuna deposit nafaa kulipwa. Yeye akasema ana do. Juu mimi najua alikuwa na do. So mimi nikamuuliza una pesa aje. So mlipia atibiwe. So hapo ndo tulianzana, akaanza kusema yeye atatuachia, yeye arudi Eldoret. Nikamwambia utatuachiaje bibi yako? Ni mama yetu lakini ni bibi yako. Utatuachiaje wewe useme unaenda Eldoret? Lazima tukae hapa si wote tusaidiane. So hapo ndo kaanza mambo hivyo. Sasa hapo ndo tulikosania. Kaona sasa ukimpigia sasa yote mali enda Eldoret tafuta mama ametibiwa, unampigia anashika ashiki anaongea. Nikaona sasa acha kwanza wewe hamgo, lakini wewe Mashari huwa mnaongea na baba yako. Okay. Mashari washokire kuma Eldoret ile. Nilikuja ilikuwa ni Saturday asubuhi. Oh, last week. Umekuwa Eldoret all through? All through. Kutoka hiyo time hata wakati mama amekuja wewe bado uliachwa? Nilimleta nikabaki nikifanya kazi huko. Ni wewe uliko raruta huko? Yuko nafanya kazi ya mechanic. Hata wewe pia ni mechanic. Okay. Fundisha. Okay. Ni kazi imeisha ama umekuja kutembelea kuona mama? Nimekuja kuona mama. Ndio nirudi by kesho. Nimuone. Nataka mimi niende nitafute tafuta. Okay. Huyo ndugu mwingine wenu wako wapi? Huyo brother mwingine wenu? Sasa yako job. Yeye ndio mnafanyanga na shift. Ako na gari ya mtu. Okay. Yeye ako na gari ya mtu. Ni Uber driver pia. Yeye ako na gari ya mtu. Okay. Na wewe uko na hiyo ingine. Hiyo ingine ni yenu? Hiyo ni yetu. Okay. Nani aliwabaia? Tukubai ni alone. Mnalipanga tu pole pole. Okay. Sasa wacha tukuje kwa hiyo ugonjwa ya mama. Washila amesema saizi daktari amepeana alternative kama mbili. Alternative ya kwanza amesema anataka kudischarge mom. Lakini atakuwa akienda clinic. At least, lakini saizi bado anataka bado mom apate nguvu kidogo akula kule. Ili kama watafanya hizo radiations na nini mwili iweze kudili nazo. Alternatively amesema wanaweza amua kumpeleka kwa ICU. ICU wakimpeleka inahitaji deposit first ya 150 hata kabla hizo bills zingine pia ziongezeke 150. ICU anataka kumpeleka itakuwa alternative kwanza aende nyumbani arudi ama ICU ni saizi. Mkiamua ni ICU ni saizi ama kwanza akuja home?
ICU ni kwanza kutibiwa. Okay. Sasa hiyo uvimbe hiyo. Kwa hivyo okay, let me get this ICU ni mkiamua hataenda nyumbani, anaweza enda direct ICU aanze kutibiwa. Okay. Gwenda kunyita hau ati hena alternative igire. Daktari auga alternative 1 kama nimekuelewa vizuri Wachira, alternative 1 ni either mamu wao ainuke okage kliniki gwikwo radiations kuringana na uria ekugĩa hinya wa mwĩrĩ. Kana ndagĩka-inĩ ĩno aingĩrio ICU tondũ kunia kwa support ya machine. I'm imagining aheo support ya machine rĩu kũu athondekwo immediately atekwamba kũinũka athiĩ direct. No challenge ni ati Wachira na the Masha mbeca icio nacio iretio matingĩona ndagĩka-inĩ ĩno. Which to me the option iria njega nĩ gũthondekwo na mbere ti kũinũka tondũ even taking care kũringana na ũrĩa ndaiga Wachira atarĩria ainũka rĩ arabatara mũndũ wa kũmũroraga, arabatara kuga Wachira ambia tige wĩra akamũtwaraga kana Masha atige wĩra Eldoret. Okay, tondũ ngia magĩcenjania nĩ watinda nake na tu ũyũ nĩ mamu wao rĩmwe nĩ arabatara gũcenjio na all that na tio the best gwĩka ũguo no nginyagia abatare mũndũ ũngĩ. So thibitarĩ to them ni relief tondũ kũu ararwo ni professionals si ndio wenye wanafaa ndio wanamwangalia pale na rĩu kũu nĩ aroneka nĩ arageti medical attention 24/7. No rĩu gũkũ nĩ kũmũruta, of course you can also know risk ya nginyagia infections tondũ agĩkauma harĩa ũkĩaha he mũndũ all that na magũrũ make ndagĩka-inĩ ĩno rĩ hana nguvu ya kutembea. Actually maguu yake ni kama saizi nerves hazifanyi ndio ni kama ameparalyze side ya chini magũrũ make ũguo ndangĩmove ũguo amonire thibitarĩ no nake nĩ agĩtwĩrĩte ũguo. So she is better off alikuria gũgwĩtwo kĩrĩa KU KU na rĩu ũrĩa ndaigua Wachira agwetarĩ it's like they are on their own. I think ndivyo Masha anajaribu kusema unless kukwe kuna mtu mwingine anakuja kuwasaidia saizi they are on their own. Hana any help wana expect anyway ikuje ya kufanya mama yao atibiwe. No ngĩmwaragia nake kwanyu mũciĩ he mũndũ mwaragia Wachira kana Masha kwa side ya dad ama side ya mom? Naongea na side ya dad, sisi ya dad na pia side ya mom. Kuna sister za mom na cousin. Mnaongeanga na wao wanajua hii story? Okay. Mmejaribu kureach out muone venye wanaweza wasaidia? Najua sasa kila mtu ana challenges zake. Yes, kuna sasa mimi ndo nilikuwa na plan, before everything nilikuwa na plan kufungua WhatsApp group. Lakini sasa marafiki na familia, lakini sasa bado hawezi fika, marafiki wangu hawezi fika wengi sana kufikisha do. Yes watachanga lakini Shosho anasemanga muongeangi na yeye. Ona before tukinyete wisho sisi idhi mwatuonire kunini ni watu. So mimi story yangu wajua ni sasa sijui ndaielezeaje. Mimi ni fan wa Karitu kwa Facebook. Bora ya bure. Wewe ni fan wa Karitu. Amale twajitagwo Lucy Wacuka wa Gĩcanga. Niĩ nĩ mwene nyũmba ĩno na niĩ njikaraga mwena wa Island na nĩ njikarĩte kũu mĩaka mĩingĩ. No nĩ twanyitanire tũrĩ andũ tũkĩanjia twarĩ andũ 30 no andũ makĩingĩha in the process na twarutaga €23 every week tondũ twarĩ na dream ya kũgĩa na mũciĩ witũ wa andũ arĩa tũikaraga na kũu andũ tũaine. Tukianjia gũsave mbeca icio tukigũra mũgũnda nĩ tuonire nĩ wega tũcarie mũndũ ũngĩ twakĩra. Nĩ twathire gwa Promito na magĩtwĩra tũcarie 30% nĩ megũtũhe 70% na nĩguo twekire na nĩkĩo mũthĩ ndĩ haha
ngeheo macabi ma nyũmba ĩno. Ndĩ mũkenu mũno nĩ wĩra ũrĩa mandutĩire, nyũmba nĩ njega and I'm so happy. Nĩ ngenete mũno. Me I used to see your videos. Nikiwa kazi naingianga Facebook kidogo juu ni short videos, kuna tu short videos. So nilikuwa napita naona Karito nasema msee ni funny. Naona tu video twake. So ndo nikuje kujua Karito ni anko yangu. Ulijua? So mimi sikuwa najua. Mimi nilikuwa naona video naona Karito. Mimi wewe alikuwa ananibamba by the way. Video zake. Naona zinanibamba mbaya. So mimi ni auntie yangu sizi ya dad. Kumbe amekuwa akifuatilia story ya mom. Hadi story ya title deed. Mimi hadi story mimi sikuwa najua. Juu mimi siingiangi YouTube sana. So mimi nilikuwa naona tu clips za Karito nasema kwa gako sawa. So auntie ndo nampigianga akiniuliza story ya mom venye anaendelea kiwa Eldoret. Ilikuwa November. Kamwambia mama amekuwa yuko sawa. Mashana niambia anaendelea sawa lakini nikiangalia picha naona mwili haiko sawa. Kaniambia na mamako nilianza kuona kitambo mwili yake haiko sawa. Kama ulizo ulimuonea wapi? Si kwa YouTube. Wewe kwani hujui mamako kwa Kamwambia ati YouTube. Mimi sijui kitu kama hiyo. Kuwa serious. Nikamwambia mimi, akaniambia kuna mtu anaitwa Ngoge MC. Nikamwambia si mimi naonanga mimi ni fan wa Karito by the way. Akaniambia unajua Karito ni anko yako? Nikamwambia auntie hapana. Hapana auntie unadanganyana. Juu mimi huo ni fan wangu mimi muona. So ni aje atakuwa anko yangu. Akaniambia huo ni anko yako. Na nataka sasa hivi ingie YouTube uangalie, akanipatia nini niende nikaangalia, ndo nikapata story za mom za title deed. Yote title deed inaitishwa, watu mnanipita tu hapo Nairobi, mimi hadi sijui anything. Masha anajua kitu inaendelea lakini hajai niambia anything. Kwa hivyo Masha alikuwa anajua. Kuna time Masha nikiangalia hizo video, kuna time nasikia mkipigia Masha. Akipiga nini, unajua time tulikuwa na Masha. Namuuliza hii title kwani form. Mom, Masha ananiambia tu ni mama anaitisha, acha nimtumie nini. So after niliona hizo video ndo nikakuja kushikanisha. Huyu ni Masha wetu, hii ndio title, huyu ni Karito, huyu ni alikuwa yake. Masha, wewe ulituonea wapi? Niliona through after hiyo story ya title. Ndio nilikuja kuona venye nilikutumia picha. After nilikuja kuona mtandao ndio nilikuja nikaona yeye ni serious. Mimi nilikuwa najua ni jokes. Sikuwa najua ni kitu serious. Mama ananiambia hivi, mimi naye mnaniambia hivi. Sasa nashinda nani ndaamini. Nikamwambia jua kuna mtu naamini, acha ninyamaze kwanza. So nikuja kunyamaza ndio nakuja kujua baadaye. Venye kuliko kuna Wewe ulijua Karito ni aniko yako lini? Hata ama hujui mpaka sasa? Najua nilimuona kwa video kwa YouTube. Ushaimuona na macho yako? Kitambo sana. Washira ushaimuona? Kitambo sana. Kiurire ukire ukuritiga shosho riu. Rĩu shosho wanyu rĩ auga mutithia kumucerera. Mimi kivyangu mimi nilipeleka ngo nikiwa mdogo. Tuliendanga mimi dad na mama. Nikiwa mdogo. Sijaenda tena. Hujatembea tena huko? Mimi sijaitembea. Kwa hivyo hujui Gaitheri, Gaturi hizo? Sijui. Masha umetembea huko? Tangu nikiwa mdogo. Hiyo time tu ya Washira. Kwa hivyo hata bro yenu hakuwa amezaliwa? Hata mimi nikienda Masha kwa. Okay. Ungetungana nake na shosho wanyu no ugene we oyo. Sasa nimemuona. Vile umemuona ushaifikiria upange uende sasa uende umuone. So hii time ameletwa na Masha akiwa msik. Nani? Mama. Okay. Sasa nilikuwa nimeambia di mama. So juu ulinidanganya akiwa tu msik.
So hii story ya title tutaenda saa hii turudishe hii title. Lakini sasa unamuona venye anaumwa. Unaona hii pain. Sasa yuko hata hizi akienda bado atakuwa comfortable. Nikaambia tukiwa na bro, kaambia bro juu sasa tulishaona hiyo video yote ya title. Kaambia bro tutampeleka hosi. Akipona ile siku atapewa discharge. Tupeleke hii kwa shosh. Masha mama anakuambianga aje mambo ya title. Unasikia ama wewe unajua nini historia hii title? Historia yake sijui ati historia title ilitoka wapi. Jua hata mimi sijui, mimi nilijuaga, nilisikia tu story hiyo siku. Mama ndio kwa na title. Kwa na title. Na mimi hata sijui title ilitoka wapi. Unasikia tu anaitishwa tu title. Anaitishwa title. Wewe title ushaiona? Mimi nilionaga hiyo siku. Uliguza na mikono yako? Hedio wahoreire bishoke jikiria. Hiyo si. Ndio niliona. Mimi hata sikuwa najua kiko. Hata nisikuwa kuiona huko. Ndio kuna mtu alikuwa anajua kwa nyumba. Lakini mom ni clever. Alijua akipeana namba yangu mimi ndaipeana. Ndio alipea ya Masha. Unajua kuna time tulikuja kukutafuta cause tuliambiwa na mom tukaambiwa direction vile tutakupata tukakuja mpaka hiyo time ulikuwa mnaishi Sevo. Tukakuja mpaka huko. Tulikaa the entire afternoon tukikugoja. Sasa mimi niliona video baadaye. Uliona tulikuwa tunakutafuta. Na hapa tulikuwa tumesimama ulipajua. Sikujua. Ama labda ulitupita tu hapo. Jua tukujui. Ndio niliona tu video hiyo. After siku kadhaa ndio niliona. Haya, kuna huyu pia ni shosho yenu anaitwa Tata Gathoni. Mumemuona? Sijai muona but I've met his husband. Idhaa mukada. Ushapatana na bwanake? Kuja harambia mama. Ya first time. Na unakumbuka wakati tulikuwa tumeenda huko pia yeye alisema tu hivyo, alisema hata yeye alikuja kwa hiyo harambee, alikuja kusupport. Mimi namjua. Unamjua? Masha unamjua wewe? Hamjui hiyo. Sisters wa mama unawajua wote? Mnaongeaga? Yeah. Akina Antu Wajiko? Shiko. Si Shiko alikuwa amekaa DOC. Mnajua watoto wa kazi zako mnawajua? Yeah, no, sijui wote, najua Shiko wote. Najua wa Kinagi wote. Out. Na unaweza jua aje aunti zako na shosho yako humjui? So kuna mimi sikuwa najua shosho, nilikuwa najua yuko. Lakini sijai kutana na yeye. Sijai kutana na yeye. Lakini kuna kazini yangu. Kuna cousin Saidi ya mwamu. Sizi ya mwamu. Alikuwa anakujanga kututembelea huko Nairobi. Ashainiguzia hiyo story. Kaniambia unajua shosho yako real. Shosho yako real akona shida. Na shosho yako real ana hadi nyumba, anaishingi mali na kantumia hadi picha. Lakini mimi sikuichukulia serious hivyo sana. Juu sijui anything. Sijaitembelea shosh. Haya bado mama anasema kuna shosh mwingine. So hiyo story ina confuse. Sikuwa naelewa hiyo story. Sasa baadaye ndo nilikujanga nikaelewa. Niagia alikuwa ananielezea. Nikakuja kuona. Okay. Auntie Agini Duta. Si ndio? Okay. The other sister. Niyo shio Washira Aragweta. Sasa ati Washira unasema mama alijua akipeana namba yako wewe unaipeana? Yeah, alijua. Mara moja tu. Mara hiyo. Akajua acha apeane ya Masha. Juu mimi nilikuwa nishaimpigia. Kamuuliza na hii title, lakini sasa mimi haizi niambia ukweli. Title naona Masha anapigia simu kwani kunaendaje? Achana na hiyo story. Masha anajua venye atafanya. Sasa si mimi naondokea juu bado mimi niko na shughuli zangu. Kahoni alikuwa na harusi. Mriona huyo anko mwingine. So mimi nawafuatanga kwa Facebook. Mimi ni fan. Karito hadi ndo alifanya nijue Kahoni. Juu mimi fan wa Karito sana.
So nikaona kuna wedding, nikaona lakini sasa siwezi, nilijaribu ku reach out kwa Facebook. Nilijaribu kutumia ngo yeye. Sema mimi ni nephew. Nilijaribu kutumia. Ngoge Karito naona ni kama namjua, naona ni kama ni anko yangu. Lakini nikaona huku respond nikasema acha tu nitulie nijione tu kwa mtandao. Okay. Nani yako na familia hapa? Nani ameoa? Ama bado? Ashira. Lakini sikuoa. Tuko wengi. Tuko wengi tujui kama tumeoa ama tujaoa. Juu wewe uko hapo katikati. Waraki ndio yake da. Masha wewe umeoa? LD hauna mtu? Ndio niko hiyo. Unafanya ma interview? Pole tu. Jimmy. Maodo mekuo. Haya, two things. One, tujue venye tutasaidia mama ili apone because anahitaji pesa. Na the best alternative first ni at least aende hiyo ICU. Because hata akirudi kwenu hamna dosa hizi na pia watu wa kuwasaidia. Hakuna mtu wako na bibi wa kumkaa na yeye ati all the time ati anamsaidia nini. Na madhi anahitaji hiyo support. Haya, number 2. Mpange venye mtatembelea shosho yenu. Ni muhimu sana. At least aende awajue. Because anasemanga hiyo kitu all the time. Na ako na uchungu anasema hamjatembea. So at least mpange mwende mtembelee shosho. At least aone ni vile amko mnamjua. Hakuna ubaya. Ajue nyinyi ni venye tu hamjaipelekwa, ni vile hamna connection. Na pia hana makosa. Hana makosa. At least asikie huyu ndiye Washira, huyu ndiye Masha. Kwanza Masha anasemanga huyo kwanza anaitwa bwanangu. Mukune ajai hata kuja. Ajai hata nisalimia. Muthi musherere shosho wanyu. Muthi mumugeithie, si ndio? Ona ni tutima twale. Tunaweza panga. Na muende kwa huyo shosho mwingine huyo Tatagathoni pia. Na yeye pia aende ajue. Na finally muende mpatane na Karito. Na Kahoni pia. Na Kahoni. Pia ajue. Kuze anasikianga hata wao I'm sure wanasikianga tu kuna Wairimu na watoto wa Wairimu. Yeye at least Karito anajua sister yake vizuri sana. But first thing first. Tuteidie adwaya mone besha, they need money. I think tutapeana namba ya Washira lakini tutafuta pia pay bill. Yes. Nigetha aheo tufesha twakota kwa bili ya kurama mwao. Sasa bado unarudi kesho? Alafu utakuwa ukikuja? Nitakuwa nakuja after weekend juu lazima utafute wiki. Weekend ndio break nakuja. Okay. So Washira ndiye ata coordinate saa hizi ili at least mama atibiwe kila kitu na everything. Tujue venye atasaidiwa. Kuza hapo kuna hitajika doe. Si mnaona hivyo hata nyinyi. Saa hizi hata hatujataja mambo ya bill. Saa hizi ni bookings nini na nini. Kuna vitu mingi hapo zinahitajika, si ndio? I can only imagine kuna vitu zingine hata mnaitishango hapo kwa hospitali nini mnashinda mtafanya nini ili at least ukiambiwa atataka kutibiwa kwa na pesa, si ndio? Haya, the good thing is she's in the best hospital. Actually, I think the best hospital in Kenya. Mali na that was a very good decision ulifanya kuamua pelekwa hapo because that's the best hospital. Mali at least anaweza tibiwa, kuna the best consultants, the best doctors, the best facilities. At least hiyo si ile place unasemanga ati atapelekwa kwingine. At least tunajua kila kitu iko huko. That was the best decision. By the way, if there is one thing na washukuru ni ku take that decision Washira ya kupeleka mom hospitali and not just any other hospital, the best hospital. The other thing Masha vile ulienda kutekea care mom akiwa RD na pia ukampeleka the best hospital because Eldoret referral is one of the best hospitals. Sawa. Leo ule Washira heane namba yako
twere arata itothe ma support your mom ni moyo tutapata pay bill tutaweka pay bill lakini pia tupeane namba yako kuna zingine ni vitu za kwenda kununua hapa nini what have you know that kabla the entire process ya pay bill na nini at least kuna kitu anaweza jipanga panga lakini pay bill pia tutapeana cause of the major funds zikae hapo kwa hiyo pay bill si sawa nigetha tugerie ku support your mom possibly hii wiki tu ama next week ile time mtapata tunaweza panga by the way mwende msalimie shosho hiyo machungu yake ipungue awabariki pia awabariki pia mwambia juu sasa anaona kama nyinyi pia mliparticipate kuenda na title yake cause mama alikuwa amesema title iko na nyinyi Nairobi na itoki so sisi tunaenda tunamwambia hatukupatana na anatuuliza aje yeye anataka title yake at least aende aone hamna ubaya everything. Pia Jimmy waambie shosho yenu amekuwa akipiga kelele sana, anasema ni kama hao watoto hawakuji kuniangalia. Najua pia hiyo sio baraka for me sikuangi hivyo kwa saidi ya dad tumekuwa tukienda saidi ya dad sana. Okay. Hadi mama alikuwa na complaints zingine anasema saidi yao hatuendi sana. Ni kama mko connected sana saidi ya dad kuliko hii saidi ya mama. Saidi ya dad socially pass na gooks. Okay. So naona mimi kwangu ndo shosha amebaki. Na ni poa sana hivyo bado yuko. Okay. Before hadi tuende kumvisit tutakuwa Masha ulikuwa unatembea saidi ya dad? Okay. So it's very important pia tupange mwende mpate hiyo baraka. Kwa hiyo ndio shosho yenu sasa. Si ndio? Saizi yako sawa. Hiyo nyumba alikuwa anaishi tu saizi ame-upgrade. Saizi anaishi vizuri. Leo Timuru akalitoa. Iwe sawa. Maundu make ni mega muno. At least mconvince hata akiweza pia naye akuja atembelee mom kwa hospitali. Kwa najua akiwaona one of the things ana complaining ni sasa mimi nataka niende cause kama saizi tumemconvince sana akuja aone mom. Anasema lakini wao hakujangi kuniona. Si unaelewa? Sasa nyinyi mkienda at least itakuwa hizi aone kama watoto wake amekuja kwa nini sasa hata mimi nisiende. Lakini waliongea vizuri sana last Sunday waliongea vizuri sana na mom na akaambia mom mimi nakuombea sana nini upone kila kitu niko na wewe lakini hata mimi ndiye nimetuma akina Ngugi na Kagoni wakuja kutembelea hivyo ndivyo alimwambia kama umesikiza si ulisikiza akimwambia hivyo mimi ndiye nimetuma kuja wakuone kila kitu itaenda vizuri mudiemo mugeithie then after that atakaritwa akipatikana pia hata mjuane taito nilisema hata itaweka kwa nyumba tena inakuanga hapo kwa gari. Unajua hiyo title venye imetuletea shida. Inakaanga kama ni sisi tunaitaka. Si ndio mimi naona. Tunaakisiwa huku ni kama ni sisi tunataka hiyo title. Na pia mpange agikorwo mwina yole unaweza tu mufange mumutwa. Mwinyo mumutwarira. Inyo mufange ura mukwenda kumutwarira. Aiganire ngoro yake. Si ndio Masha? Oigwa gekirwa ate na title twiragwo ni turenda. Ati ni turenda. Bobo twarira minyiti oguo maybe ogu turaigania atiriri we need to advise you that kama vile Jimmy amesema you need to go and visit your shosho ndio wape baraka na pia kama inawezekana Washira na Masharia pia ni na Eric pia baba yenu akona baraka yenu pia utafute vile tu mnaweza kuigwithania maundu macio nigetha challenge icio cituike cia guthira at least sasa maundu mambiririe gukorwo makiri mega so pia baba yako mweke kwa list kimemkosea mikare thi na familia zikosangi hizo vitu lakini watu make things straight pole tu na vitu zinakuwa hata magonjwa zingine zinaweza kuwa zinatokana na hizo ma differences here and there lakini mkienda make peace una realize kumbe hata haikuwa kitu kubwa vile hizo baraka kuna venye zinaweza zikiondoa hizo vitu si sawa na tutaki pia ipite kwa mtu mwingine ati ikue sasa ilikuwa mom leo sijui imeenda aje nini tungetaka tu iishie tu hapo tulisikira mtu apone mamako akwe sawa arudi kwa vitu zake kwa kazi zake na nini everything si sawa kaundu kagi shushu anyunike gatiriri ugikuini ri
mwanake akigimara ri athia kwa niko yake, najua umesikia akisema hivyo, guthii kwira niko yake amurathime. Kwa hivyo utafute kitu nyinyi wawili Macharia na huyo mwingine muende muone niko yenu. True. Karito mwathire kuhoya irua. So this story juu mama aliambianga dad nimwambia hao wako na nko yao na wanafaa waende huko ushago. Mimi nakumbuka hiyo time juu nilikuwa nakumbuka vizuri akiambia dad hao wamekuwa wakubwa na lazima waende Ombeirua kwa nko yao kwetu. Lakini dad alipuuza. So tulienda sijui huko kwao. Mnaenda side yao. Sasa muende mfanye hiyo straight. Sasa muende muone huyo Karito. Mwambie sasa wewe tunakutambua kama anko yetu. Shika hapa. Wewe ndiye anko. Tulikuwa tunafaa kukuwa na kitambo lakini saa hizi ndio tumefika na tuko hapa. At least hiyo kitu ikue straight. Kama yeye kuna pia na baraka, you never know. Hata kama hata sema hizo baraka somehow zimekuwa communicated. Si sawa? Yes. Heana na baha ogweri ogeda kuheo kanyamu nayo washira yako. So my number is Safaricom is 0706503070. Jina Anthony Kariuki. So na riu guku mitambo-ini ni kuri maundu maingi muno. Take care of your heart, take care of your family, na maundu mothe ni mekwagirira. So we believe for the best mundu gwitwo Macharia ati turathi na mbere na kuhoera mama ahone na Ngai amuhutie gitanda-ini nigetha atuike wa kuhona. No yakaga ni kumera uguo tondu riri mitambo-ini ino eri andu aingi ega na ngioru na ndikiagitio andu angi ona I'm sure hata nyinyi mnaonaga. Sisi tunajaribia kusaidia. Kuna wengine wanasema tunataka kuchukua shamba wengi kamugunda karia karoyo ndiruhiru lakini we tupatie kubuhe lakini wengine pia wanatuelewa. Wengine pia wanatuelewa, wanatusupport, lakini sisi tuna concentrate na the positive ones. Because huwezi tambua, huwezi jua ni nani. Ndio hizi tutitidanagira na wale mararia uru. Tu concentrate na wale mararia wega. Tuona ni waiki. Wengine utashidania. So hata nyinyi sasa vile mmekuja, support itakuwa mingi sana. Tuko na watu wengi wanatupenda wengi sana. Na watatusupport sana. Na wengi sana wako ready kusupport hata mama yenu. Lakini kuna pia wengine utaona hapo ameanza kuuliza ni hende boka ndio ndo mrenda gutaithio concentrate with the good things. Kuna wengine atauliza Masha ndetu wagire kumira rĩrĩa taituenda uri ni hende wona usijari wewe unasoma tu ukizipita pole pole lakini uconcentrate na wenye wako positive. Ni wengi sana, you never know. Hapa pia unaweza pata job. Wewe ni mechanic. Huyu ni driver. Kuna watu wamesikia hiyo namba watakuambia hata mimi naweza one way ya kukusupport ni kupatie kazi. Sasa hizi umesema kuna msee anakupatianga kazi ya kupeleka food airport every day. Kuna mwingine labda ako na kazi nyingine. Kuna mwingine atakwambia as a way of kukusupport hiyo namba yako uko unanichukulia hizi bidhaa hapa unapeleka hapa kwingine. Si bado hiyo ni support. Kuna mwingine atasema uko unanichukulia mtoto hapa unapeleka hii side. Ukipata job kama 4-5 constant si uko sawa? Pia the same Masha. Kuna mtu amesikia wewe? Ndio ameona atumia no mukuona. Oroko. No haha, no uteithikire mundu oho acira. Urikira interview cio reka. Ni ukuonera mundu orokuo. Kuri mundu ungiuga nie ri reke nguteithia wacira. That is also possible. Sini sawa? So we want to wish you the very best, but also kuwashukuru sana, especially juu ya hiyo step mlitake ya kupeleka mama hospitali. Cause pia mungemwachilia na hatungejua. Unajua sasa yeye ana nguvu saa hizi ati vile angepanga ni nani atakuja kunichukua kunipeleka hosi, but vile mliamua acha tumpeleke hosi. At least you have done your best so far. Now we are hoping madaktari na wao Mungu atawasaidia wafanye the best na apone arudi kwa vitu zake, kazi zake na kila kitu.
Pia hii kitu imeleta baraka. Kuna venye sasa imefanya kila sisi wote tupatane eventually, si ndio? Saa hizi mko na opportunity ya kupatana na huyo shoshe yenu. Upate baraka. By the way, gwire kaundu Francis na wariho no ndagweta uguo ni tondu wa mundu ungi. He gakurubu twari nako twathiaga gucerera aciari. Gakurubu twathiaga gucerera aciari. O uguo guthi kumageithia. Niĩ ndwendia kĩrĩ na aciari ndathire kũgeithia cũcũ nĩwe twathire. Let me tell you, na nĩ njũĩ wanaigua ngĩgweta ũguo na wakĩrĩho ĩrĩho. Andũ arĩa othe na nĩgetha tũrĩkĩrie to mbura nĩ yoka, andũ arĩa othe twarĩ hau ciugo iria cũcũ othe atwĩrire o mũndũ kĩrĩa amwĩrĩire gũtirĩ mũndũ ũtagĩte kĩndũ kĩu na gĩgakĩrĩrĩria. Everybody kũrĩ mathire hau mendaga mavisa na ndoĩ ndamamenyaga augaga kahutia we nĩ ũrĩ ũgĩa visa, we nĩ ũkũgĩa mũthuri, we nĩ ũkũgĩa kana, we nĩ ũkũgĩa mbeca. Andũ arĩa othe arathimire hau gũtirĩ mũndũ tarathimĩtwo. So you never know, maybe inaweza kaa ni ugonjwa lakini labda ni opportunity ya baraka ya kufungulia kila mtu. Sawa? So take very seriously na kila kitu ingiana. Thank you muno. Asante. Ngokinya hau. September 2025, we came to this specific area in the heart of Laikipia County, where we came to do a groundbreaking. 5 months later, we are here to do the final inspection of this great masterpiece that we've created here in the heart of Laikipia County. Behind me is a 3-bedroom bungalow house, which is actually 140 square meters, and it has an accessible flat roof. Without any further ado, I would like you to join me as I showcase to you the greatest and the mightiest project that we've been undertaking here in the rural area in Laikipia County. Come with me. This is actually one of the products that you'll find in our product list when you come to Promito Limited and inquire about bungalows. So, as you walk into this house, the front face is definitely the front porch, which you can see that we've created over here that is quite huge and quite spacious, where you can even be putting your seats over here to enjoy the natural and the fresh air that is coming from the outskirts of Laikipia County. And this is the front porch, whereby if you check on the renders, you'll see that whatever is on the renders for this house is duplicated on what we've achieved here. This is the first room that you meet when you come to this house. It's a very spacious and huge living area, which we normally refer to as the lounge area, whereby we've installed some wide and huge windows to ensure that this client is going to have sufficient lighting and also fresh air coming from, the outskirts of Laikipia County. And one thing that you'll notice, we've done some good glazing works over here, whereby we've installed the one-way glazing to ensure that there's privacy in this room. When you look up here, you'll see very beautiful and magnificent lighting fixtures that have been installed over here. And also we've installed some wall brackets on the walls to ensure that this room is going to be beautiful and also full of lights, especially during the night. When you leave the living area, you'll meet the dining spot that we've created over here, whereby the client is going to put their dining table and be enjoying serving meals from this side. Once you leave the dining area, the next spot that you meet is the kitchen, which is quite spacious and very sufficient for a family setup, whereby when you check on these, the countertops have been well done. We have a double bowl sink that is installed over here to ensure that this client will be doing their dishwashing over this side. And when you check here, we've not created some space for an electric cooker, but we have left it to have, because the client specifically insisted they're going to have a countertop cooker. So we've left some space over here, and of course we have some electrical points over here to ensure that cooking is made easier and fun. When we talk about storage in the kitchen, we have created the lower cabinets over this side, and also we have the upper cabinets over this side, whereby storage is not going to be an issue in this kitchen. And to add to that, we have a pantry room
over this side, which is quite spacious. And we have left some drawers and cabinets whereby the client will be putting the dry and wet cereals over this side, and also some space over here where they can be putting their fridge or even maybe their freezer or their fridge over this side, especially those who could not want to put them in the kitchen area. And of course, what is a pantry area without an extra space over here, which we normally refer to as the back porch, but it's also a place where you can be doing your laundry over this side. So once you leave the living area, the kitchen area, and the dining area, I could like to show you two more important spaces that are actually in this room. Number one is the bedrooms. So we have the first bedroom over this area, whereby we painted with a touch of pink on the walls. We understand that if you've been very keen since we started this video, you notice that this is a house with a pop of colors. So we have separated the two rooms to the two bedrooms with some colors. This is going to be the girls' room, and of course, we've done some very good works, especially with the paint works on the walls, the glazing on the windows, and also the wardrobes here. They are so huge, to ensure that the people that are going to occupy this area, especially being girls and ladies, they will want sufficient spaces to keep their items and also their clothes, shoes, and bags over this side. So we've ensured that they are very comfortable. And when you check on the doors, we've painted white. And of course, the finish that is done here is quite good, with the blend of black accessories here to ensure that there's actually a mix of colors that are blending in well. And this was done with the help of our interior designers that we have in the house. When you come to this side, it's painted blue, and it's a sign that it's going to be a boys' room. And of course, we've duplicated the finishes that we have on the other side. When you check on the wardrobes, the paints that have been done over here, the glazing on the walls, the curtain rods, and everything. Even when you check on the tiles, they've been done perfectly well. It's 40 by 40 tiles, non-slip, of course, to ensure that the clients are secure and safe, especially when there's water on the floor. When you leave the rooms, this is the common washroom over this side, which has the toilet over this side, and also the shower that we've installed some very cute and very good looking showers over the other side. And of course, we have a mirror and some accessories for the bathroom, as you can see over this side. When you leave the two rooms over this side, as I had mentioned, it's a 3-bedroom. And of course, the last but not the least is the master bedroom. This is a very cute and beautiful space that we have over here. Right from the selection of the floor, as you can see, it's wooden on this side. It kind of separates from what we have on the other side, which are ceramic tiles. Here we have wooden tiles over this side, and we have separated to ensure that it looks so unique. The cabinetries that have been installed on this side, they are the sliding ones. Yeah. This is done especially to maximize the area, the space that we have over here, so that we don't have to be opening the wardrobes outwards, but you can also be sliding it. And it's also gives it a very classy look over this side. And of course, we've left some space over up there to ensure when the clients have maybe the suitcases, they can be placing them on top there. When you leave the bed area, I want to show you something very, very amazing. And this is the master bath. We have isolated some shower area, whereby in future, if the client could want to put a shower cubicle, that is something that is doable. And in future, if they could want to put maybe a bathtub, that is quite accommodatable, especially in these areas. That explains the space over this side. And of course, we have put some towel holders over this side. We put some lighting, some mirrors, to ensure that this space is going to look so beautiful. And when you check on this, we have done the tiles, the wall tiles, they are from the floor to the ceiling, and that we normally do as per the specification of the client.
This is the flat accessible rooftop that we have over here. When you see this, it's quite spacious, and especially when you have events, you want to host your guests over here, you can do this. And it's actually being used as a storage area for the tanks that you are going to see that we've put over this side. And when you check on the floor, we've done some terrazzos to ensure that this building is not going to have water leaking issues, because terrazzos, they're here to sort that out. And on the corners, you can see that we've put some floor traps so that in case when it rains, the water is not going to be stagnant over this area, as we have connected some down pipes over this side to ensure that all the waters that are going to be accumulated here, especially during the heavy rainy season, now that we're in Laikipia County, is going to be collected and being dropped down with the downwipe. This and more is what you get when you entrust Promito Limited to be a property developer. Have you always wanted to own a bungalow like this one? You only need to give us a call on 0729 506 506, and we'll be here to implement it for you within the shortest period of time. So give us a call, or you can pay us a visit in our offices, which are located at Pension Towers along Loiter Street on Mezzanine 2. Thank you very much, and I hope to see you very soon.